Habari za jioni. Salama. Upo vizuri? Kajina, kafana na sura lakini. Kajina. Mimi sio tajiri. Okay, hebu tuambie waambie watazamaji wetu jina lako unaitwa nani? Naitwa Asha binti Huseni. Okay. Mimi ndo dada yake wa Rajabu. Okay. Dada yake pekee, yani familia mimi tu ndo dada yake mwenye niko. Hana dada mwingine. Sisi ndo tumeoa. Mimi ndo nimeoa. Okay. Hebu niambie sherehe kwa namna ambavyo mlivyoiandaa ndivyo hivi tunavyoiona au kuna watu wamezingua? Hapana, gisi tumepanga ndo gisi ilivyo. Hakuna walipokosea. Ndio mmeamua sasa kuharibisha milioni 100 yote hii? Yeah, of course. Kwa sababu gani? Sababu tunajiamini na tunataka vitu vizuri. Tunataka kujiheshimisha. Sababu mashallah kakaangu ni brandi kubwa. Yeah. Okay, na kwa biharusi tumemwona yuko na nini? Mbona tunaona kama biharusi yuko na nini? Mmefuata nini pale? Nini kuhusu nini? Kwa biharusi mmefuata nini? Biharusi wetu sisi kwetu tunazingatia vitu viwili. Vitu vitatu kwanza. Kwanza urembo. Okay. Pili awe mrefu. Cha tatu awe na heshima. Sasa mashallah Mungu ametujalia, kakaangu amepata mwanamke ambaye anamstahili. Yani anatufaa. Yeah. Wakati unatambulishwa kwa mara ya kwanza, ulimkubali hapo hapo au ulibidi kwanza wakuexplique kwanza? Yani mimi sina kinyongo, nimemkubali toka mara ya kwanza sababu ninavyompenda kakaangu. Anachokipenda na mimi nakipenda pia. Okay, tuje pia kwenye swala la namna ambavyo nilivyoiona hii sherehe. Kiukweli ni bonge la sherehe, tukubaliane na bonge la sherehe kweli. Sasa matukio ambayo yanatokea hapa, kuna ambao ndio hivyo tena hawatupendi, tunakaa kile kakinyongo. Hakuna misukosuko ambayo ilitokea kwenye sherehe mwanzo wa sherehe mpaka hivi. Kila sherehe na misukosuko, ndoa ili itwe ndoa lazima iwe na mitihani. Ya, kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Ya, ndio hivyo. Sababu watu ni wabaya kakaangu. Ya. Sio kila mtu amefurahia kakaangu kumooa Ramia na sio kila mtu amefurahia Ramia kuolewa na kakaangu. So it's fine. Lakini hakuna matatizo ambayo mmekumbana nayo? Matatizo ni mengi lakini hatuwezi kuhadithia matatizo yetu sababu ni ya ubinafsi. Unaona zile zinapigwa simu. Umemwoa ule binti. Mbona hivi hamna aibu? Unamjua? Siwezi kukosa, kila mtu ana sifa yake kakaangu. Tukianza kuhesabiliana una nini ana nini, tutoolewa na tutooa. Ya, ndio maana kakaangu amempenda na amemridhia. Si nilikwambia tunapenda wanawake wazuri. Okay. Na kuna swala jingine ambalo nimeliona hapa, chakula mwa kilikuwa kingi sana kuliko watu. Si ndio pale hamna watu. Kwa nini hatuna watu? Watu tuna. Kimebaki kingi. Sababu tumejipanga. Chakula kibaki watu washibe. Yeah. Hatutaki mtu kwenda kutusema ngo harusi ya Rajabu Huseni, harusi ya Ramia, hatukutosheka, hatukula, tumejilamba, hapana. Sababu kwetu tuna brandi kubwa. Hamkutaka aibu. Tunaona bora tuwape watu wa pembeni la watu wa ndani wametosheka. Okay. Yeah. Okay. Na kwa wale ambao tunataka kufanya sherehe sasa, tuje sasa kwenye upande wa kuzungumza na wananchi. Wale wanataka kufanya sherehe. Hivi kwenye sherehe tunazingatia nini kufanya sherehe? Unazingatia kwanza sehemu nzuri. Okay. Alafu decoration nzuri. Alafu chakula. Ya, ili ufanye sherehe yako ionekane ni sherehe, zingatia vitu vitatu. Alafu cha nne, zingatia mama harusi apendeze na watu wake. Na mlikuwa mko wengi sana. Yaani nyewe jamani. Hebu nije kwenye upande wa mavazi yenu. Haya mavazi yenu. Hapana, mimi ni mimi mwenyewe. Nimeona kwenye upande wa biharusi kuna kitu ambacho wamekivaa. Wewe sawa, wewe kwa upande wako wewe. Sababu yani najua ni nyinyi ndio mmefanya. Sababu si ndio mnaoa lazima si ndio amepanga na mume wake. Wakafua na wapata sisi tunafanya. Ya. Ndio, lakini naona unaridhia kwa tumependeza sana. Tumependeza kwa kweli. Ndio mwanamke akiolewa sehemu ambayo anapendwa lazima tumfurahishe. Tunajivunia kuona mwanamke kama ule na mimi najivunia kuona wifi kama yeye. Na wewe unajiandaa kwa hivi karibuni au bado sana? Subiri sana. Tuseme inshallah. Mungu akileta heri. Bora Mungu tena shaleta heri.
Nimeanzia kwetu, ndo mtu wa kwanza kuoa kwetu, huyo ndo wa kwanza kuoa, sababu mimi kwetu niko mwanamke mwenyewe. Mimi naona uzuri upo, kila kitu kipo, sijui kinakosa. Inshallah, alhamdulillah. Hao ndo wale namba zetu amwezi mpokeagi hata. Kwa nini tusipokei? Mpokeleagi simu. Unajua nani atakuoa? Ila mimi sijui kumdharau mtu. Kwetu tuzarau watu, tunapenda watu, tunaheshimu watu. Njoo hivyo. Hata nikija na kiato cha kutoboka utanikubali? Wewe sio nabii. Unaangalia wala unaingiza ngapi? Kwa brandi ambayo kakangu iko nayo, naomba dua Mungu aniletee mume mwema, ya mume mkweli. Alafu akitaka sio na pesa nyingi, awe na heshima na mapenzi tu. Heshima na mapenzi yanaheshima. Wewe unatakiwa kuheshimu wewe. Hapana, kuna wanaume wanakupenda la wakuheshimu na hawakuheshimishi. Lakini hapo unakuwa na maana gani? Fafanua vizuri. Singoje ingia ndani. Unajua ile maana mwanaume kukuheshimisha ni kujivunia kuwa na wewe. Unajua mbele ya kuolewa na mtu, kwanza hakikisha amekupenda na amekuheshimu na anakujali pia. Kwa hivyo ndio ambavyo unatakiwa kuzingatia. Mimi sipendi pesa. Hujaniongopea? Hapana, sijakuongopea. Upendi nini? Mimi simaandishi pesa, by the way. Sasa mtaishi vipi kama mtaki hela? Sasa atakuja kunioa, ataanza kutafuta. Unahitaji kuhudumie, mtu kama mzuri kama wewe. Aje kunitamkia ndoa, ashajiamini kwa kunihudumia. Swala la mtume hauwezi kufanya, Bi Khadija alifanya kwa mtume hauwezi mkafanya. Ikibidi haina dawa, siwezi kujua. Unajua mapenzi ndio kila kitu. Mwanamke akimpenda mtu anaenda kisimu, mtu anambeba. Tumalizie kwa kile ambacho sijauliza na nataka ukizungumze. Kama kuna mtu alikukwaza, mimi nataka nikupe mic. Umwambie. Kama ni kuhusu sherehe mwambie. Kama ni kuhusu nini mwambie. Karibu sana. Nilikuwa na ile hofu tu, ila mimi hakuna aliyeniuzi. Nimefurahia harusi yetu sababu nilikuwa naisubiri kwa mkubwa. Ninachosubiri inshallah kakaangu awe hapa tufanye harusi kubwa zaidi. Lini hapa? Hapana, haijai. Harusi haijai. Atakuja lini? Wamrogi. Urozi kakaangu. Urozi mnyinyi mnaujuaga aje? Urozi unaujuaga aje? Tunavijua. Wakijua tu wanatoka nje, watafanya yao. Sababu nakwambia akija atakuja kama siri. Kwa hiyo utakuwa bonge lingine la sherehe. Mimi nitakuwa ni nani? Hiyo bonge la sherehe tena. Hizi ni za wanawake pana za wanaume ndo zetu. Na hapa nadhani itakuwa ni sehemu tofauti na. Yaani mara 6 ya hapa. Of course. Mambo ni mazito. Kakaangu afike salama ndo cha muhimu. Asante. Na wapenzi watazamaji, tunaye mwingine, huyu ni Fille d'Honneur. Huyu ndo ambaye huwa anamsindikiza bi harusi popote pale anakwenda, hata akienda chooni anaye. Umeona? Kwa hiyo na hata tutazungumza naye hapa ili kufahamu kile ambacho kimetokea katika sherehe hii ya ndoa. Habari za jioni. Salama. Upo vizuri? Alhamdulillah. Kwanza umependeza. Nikosa kusema kama umependeza nitakuwa mnafiki. Asante. Hebu tuanzie kwanza kwa jina lako, unaitwa nani? Naitwa Mariam Mustafa. Mariam. Asubuhi mmeamka, hatujui kitu gani ambacho kimefanyika. Mkatoka, mkaenda saluni, vitu vingi mmefanyika. Hebu tupe kwanza ka story kafupi. Vile ambavyo mmevifanya kuanzia asubuhi mpaka muda huu ambao tunauzungumza kwa fupi. Nikianza kuhadithia nitahadithia mengi. Tupe tuambie. Sio kama naweza kuhadithia maana ni mengi sana. Ni mengi. Tuanze basi namna ambavyo mliamka asubuhi. Nani alianza kupiga simu kwa mwenzie bana? Amka bana, bado umelala. Alikuwa ni nani? Bi harusi wangu. Yule alianza kuwakumbusha. Ndio. Baada ya hapo nikamkuta saluni kuweka wigi. Pamoja. Ndio. Hakuna ambaye alikuwa alisumbua sana pale saluni? Hapana. Kweli? Ndio, hapana. Kusagi hiyo vitu. Tunaelewana sana. No, sio sisi. Hapana. Okay, baada ya hapo mnatoka, mmeshapendeza, ushavika nguo zenu, mnakuja ndani ya gari. Usumbufu wa pale ilikuwa kwaje? Hakuna usumbufu. Tunaenda na muda. Okay. Haya, mmekuja sasa hivi hapa, mmefika hapa, mmekaa.
kwanza mmefika hapa mkukaa kwa kweli, bi harusi alifikia pale alifikia moja kwa moja kwenye kusimama pale. Hebu sherehe namna ambavyo ulikuta watu nini, kwa mtazamo wako uliona nini? Kwanza cha kwanza nimefurahi sana sana. Watoto walikuwa wamependeza, watu wamefurahi. Kama kuna mwenye ubaya labda ni moyoni, lakini usoni watoto walikuwa wamefurahia sherehe yetu kabisa, na tunawashukuru sana. Okay. Na kitu ambacho wewe kwa mtazamo wako kilikuboa japo ndio kiubinadamu lakini haukukifurahia ni kitu gani? Kiukweli hakuna. Hapana. Okay. Habari sasa? Salama. Upo vizuri? Uko poa. Sima kabisa. Haya, urembo unaitwaje urembo? Urembo wako unaitwaje? Wewe unaitwaje kwa jina lako? Mimi naitwa Hawa Bakari. Samani lakini kwa sauti yangu unaweko. Lazima iwe hivyo kwa sababu mimi naitwa Hawa Bakari ndo almaarufu jina langu. Kwanza nikikosa kusema umependeza au nikae tu kimya nitakuwa mnafiki. Umependeza. Asante sana, asante. Hivi pamoja tena kuwa Fedonere ni rafiki yako bi harusi? Sana. Sio sana, ile ni rafiki yangu, ni timu yangu. Na kipindi nakwambia aleta kwa habari mimi naolewa. Ulimuelewa kweli? Nilimuelewa kwa sababu ni mwanaume ambaye alikuwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo sasa tulipata hiyo taarifa, tulimwombea dua tu kila la heri. Hebu nipe ka story kafupi kuanzia asubuhi ya leo. Au kama utaanzia jana itakuwa ni nataka nijue ka story kisi mnetembea mmeenda labda kwa sio la wapodoa kwa mtu wa makeup mkaenda hivi nataka mpaka sasa hivi tunakuja hapa jioni nataka nifahamu kaka story yaka. Hebu nipe ilikuwa kwaje? Kuanzia jana usiku tulikuwa na heka pia, tulikuja kuona hii sehemu ambayo tutafanyia hii sherehe, kufanya repetition gisi ya kuingia na mama harusi. Tulifanyia hapa repetition ya mwisho jana. Asubuhi pia tumeamka na heka kwenda saluni kubandikisha kucha mpaka gisi tumeenda kwa makeup artist. Hivyo heka tu za harusi, nguo zilikuwa hazijapatikana. Mambo ya wataere tu. Mambo ya wataere tena tunajua uongo. Wafundi wote ni waongo, safu kinyozi tu. Kwa hiyo tulikuwa na heka hivyo saluni, wataere nini, kusubiriana, wengine walikuwa bado hawajamaliza kupodolewa. Tumewasubiri mpaka tumefika hapa. Kweli ilikuwa ni heka lakini alhamdulillah kuona tumefika salama. Mchoko ni kama wote kwa kweli. Kuanzia jana mpaka leo sasa hivi tunasikia mchoko, lakini tunashukuru kuona mambo yako salama na yatapita salama inshallah. Ngumu ulikuwa uko wapi kwenye huu mpito wote? Sehemu gani ilikuwa ngumu sana? Sehemu ambayo ilikuwa ngumu fasi ya repetition. Wengine hatukuwaelewa hivyo mambo ya kucheza hapo pale. No, haikuwa mara ya kwanza lakini tunakuwa kwa hiyo wengine tunakuwa tunasahau. Hicho ndio kilikuwa kigumu, lakini kila kitu tulikuwa tunaona ni kawaida. Hapakuwa ugumu kwenye mavazi nini na nimeona kwenye upande kiasi namna ambavyo mmecheza kweli mlijiandaa kwa kweli, nisiseme mlijiandaa kwa sababu zile steps ambazo mlikuwa mnazifanya inaonekana ni watu ambao kweli mlizatiti kabisa mkafanya mazoezi na ndio mkatuletea kitu. Tulifanya kama mwezi tuko tunafanya repetition. Mwezi mzima tunakutana tunafanya repetition. Kwa hiyo tulikuwa tumeshapanga, tulikuwa tushaona kama tutaenda sawa, tutafanya vitu viko sawa na imani tumefanya sawa. Ambao mmetuona. Na shemeji hivi alikuwa apigipigi simu sana. Kuna vitu vinaendekaje huko? Upande wa mke wake alikuwa anapiga. Tukiwa pale ku repetition alikuwa anapiga pia. Alikuwa anapiga vipi mnaendeleaje? Hivyo tu. Tunajua tena mahusiano ya mbali. Kwa hiyo kumpigia mke wake ni haki yake, ni lazima Hapa lakini haruhusiwi bi harusi kushika simu akiwa hapa. Akishakuwa hapa na hataruhusiwa aje kwa sababu shughuli ni yake. Muda wote sijawahi kuona bibi harusi yuko kwenye sherehe hivi anakaa na chat. Hapana. Nadhani na mume wake huko alikuwa anamuelewa. Sasa mimi nataka niwaulize, kuna comment moja ambayo nakuaga watu wanajiulizaga. Hii lakini utaijibu kulingana kwa sababu wewe ulikuwa umekaa pale. Kuna comment za waja waga wanauliza, hivi wale watu ambao wanakuaga wamekaa pale mbele, bi harusi, baba harusi na nyie Fedonere,
hawamnyia mwendagi chooni? Wanaulizaga hivyo. Au sijui kama comment ushoe kuiona. Sasa watu waone mbona unakaga pale hawatikisikagi hawaendi chooni? Labda kwa baba harusi na mama harusi. Lakini kwa sisi tunaenda. Mimi kama mimi naenda, sio kujikaza. Mimi naenda, nikisikia nimebanwa naenda. Sasa nikiachia pale wanaruhusiwa, lakini sasa akishabanwa sana itabidi aende, hawezi kuachia pale. Mimi kivyangu kuonekana anatoka naenda. Kiukweli hiyo haijawahi kuonekana mama harusi au baba harusi. Sio kwetu tu, lakini nadhani ni sehemu zote wa maharusi sioni kama wanasimamaga na kwenda toilet, lakini kwa sisi wa fille d'honneur na wa garçon d'honneur watu tunasimama tunaenda, kwa sababu sisi sio muhimu kama wale na hivi wale fille d'honneur kisi mnavyokuaga bi harusi yeye anakuaga anachagua watu wake ambao atakuja nao pale, au yeye bi harusi anaangalia huyu anaweza kanishauri kwenye mambo yangu mazuri ndio namchukua namleta pale. Nadhani inakuaga ni ukaribu. Ukaribu, sisi tuko kundi limoja maganzi. Tuko yani ni kundi limoja. Mwenzetu akiolewa mule tunashirikiana. Na sio wote wale si ni wanusu. Kuna wengine wana ile aibu. Yaani unaona sijawahi kufanya hicho kitu, nitakuja kuanguka pale mbele. Kwa hiyo sio wote wale, sio sisi wote. Wengine wapo, lakini hapa wamekuja kama marafiki, lakini sisi alitufuata akatuambia guys, mimi na shughuli ni hivyo, nataka hivi na hivi na hivi. Tulikuwa hatuna kipingamizi cha kupinga. Na tumalizie swali la mwisho. Ndugu yenu ndo anaenda hivi. Mmejipanga kweli kumwambia bana usiende, unaenda huko lakini hatutaki urudi, usituaibishe? Mmemwambia hicho kitu? Kama kwa mimi nilishaolewa. Kwa hiyo mimi namwombea heri, akakae adumu, afunge masikio, kwa sababu kwenye ndoa kuna mitihani mingi sana. Nimesikia, nimeona, ila hakuna ushahidi. Kwa hiyo yeye Ramya na mume wake Raj wakae kama gisu walishauriana wenyewe peke kutaka kuoana, basi yako ya ndoa wao na shauriana wenyewe kwenye kwa sababu wakimweka wa pili wa tatu ndio mwanzo wa ndoa kuvunjika. Kisikia kitu kuhusu mume au mke, mfuate mke wako mweke hapo. Kiona ameshindikana, washenga wako pale wako karibu. Na mara nyingi sana hicho kinachokizungumza ni cha kweli, kwa sababu mtu ukiingiza mtu watatu kwa yale makubaliano ya nyinyi watu wawili, lazima kuna vitu vitaharibika. Ndio, kwa sababu mahusiano ni ya watu wawili. Mmetongozana ni mwa wawili, mmekubaliana ni mwa wawili. Pametokea kidogo tu masuala ya kupishana, sio mpaka, kwa sababu sasa tuna kizungu tukigombana mtandaoni, hapana. Ikishakuwa hivyo itakuwa ni maisha ya drama, ndoa ya drama, mapenzi ya drama. Ukigombana na mwenzako, mfuate mwenzako, mshauriane. Ukiona haiwezekani, hakuna suluhu, wako watu wakubwa ambao wenye wanaweza kuwasuluhisha. Naam, tumalize sasa neno la mwisho ambalo unapenda ulizungumze, labda sijakuuliza, unapenda ulizungumze. Mimi sina la kuzungumza zaidi ya kuwaombea heri, Mwenyezi Mungu awadumishe kwenye hii ndoa, yani hii furaha iendelee, japokuwa hakuna ndoa ya furaha miaka yote au mahusiano ya ndoa miaka yote. Panapaswa kuwa tu itilafu kidogo, lazima ugomvi uwe. Hata kama leo nasemaga ikawa heri, furaha idumu milele, kweli furaha inadumu, lakini hapakosagi ugomvi, ila ugomvi usiwe mkubwa mpaka ikafikia kutengana. Mwenyezi Mungu awadumishe kwenye hiyo ndoa, wazae mke na mume. Sisi ndio furaha yetu kumuona Samia anadumu na Raji, inshallah. Shukrani sana. Afwan. Habari za jioni? Salama. Uko vizuri? Niko good. Kabisa? Sana. Wale ambao hawakufahamu wanaitwa nani? Mimi naitwa Fatma, bila shaka watu wengi wananifahamu. Wasionifahamu ni wachache tu. Sana. Wenye bifu na wewe wanajilazimisha kutokufahamu. Yaani labda mwenye chuki na mimi ndio asinifahamu. Lakini mwenye roho kama yangu lazima nifahamu tu sana. Hebu niambie, sherehe hii umeionaje? Ikoje hii sherehe? Sherehe pambe. Kwanza sherehe iko kama vile ya kisomi. Watu wenyewe wasomi, watu wenyewe wamependeza, watu wako vizuri. Yaani sherehe mpaka saa hizi watu wanaingia wanakula. Hakuna mtu anaingia mpaka saa hizi hapati chakula.
kila mtu anakula, kila mtu anakunywa. Palikuwa kitu ambacho ni juice special, kila mtu ametoka hapa amekunywa. Hatari sana. Na biharusi imemwona namna ambavyo ameingia. Biharusi tena, huyo ni mambo yake tu. Biharusi kwanza anapendeza, ana maji ya kupendeza, mtoto mwanamke amenyoka, mashallah, tabarakallah. Kupendeza kwake ni kawaida kwenye tunamzoea, tumeona tu kama ni vitu vyake, lazima apendeze, tumejua hilo tu mapema. Unakatiza kama mwenyewe yuko chumbani. Mimi sijamuona amecheza vizuri, utadhani yuko chumbani. Nani? Biharusi, utadhani yuko chumbani ule mchezo ambao alikuwa anaucheza. Anajua. Na muamini kwa hilo kitu, mtoto wa kike asikuniangushi. Na biharusi ni rafiki au? Ni rafiki wa kawaida. Kawaida sio nani? Tunapendana hivyo, hatuchukiani, lakini tunasalimiana, ni ile tu hatuna mazoea sana. Tuje sasa kwenye upande wa namna ambavyo sherehe ilivyoanza hadi sasa hivi tunavyozungumza, kitu ambacho kimekukwaza ni kitu gani? Hakuna kitu, yani kitu kusema tumechitukwaza, hakuna. Kwa sababu gani hakuna cha kutukwaza? Kwanza sherehe tumesimamia sisi. Wana kundi letu, wana kamati. Sisi tumesimamia kundi. Kitu ambacho tumekisimamia sisi lazima kiwe kizuri mwanzo mwisho. Kwa sababu tunakuwa tumejipanga, alafu tunajiamini, tunajua huduma, tunajua kuheshimu watu ambao ni wageni wamearifiwa. Sidhani kama panaweza kuwa kasoro yoyote ile. Kila kitu kinapaswa kuwa vizuri kwa sababu sisi wenyewe waandazi tuko vizuri zaidi. Na mmesimamia kwenye upande wa chakula tu au kuna sehemu nyingine ambapo mlikuwa mnasimamia? Sana zaidi ilikuwa upande wa chakula, kukaribisha wageni, kuwahudumia chakula, kupamba viti nini, vitu kama hivyo. Sana zaidi ilikuwa ni upande wa chakula. Na kuna kitu kingine ambacho umesema kwenye kukaribisha watu kwenye sherehe mbalimbali, ukijaga kwa mfano hivi kuna waga zile meza utana ndugu upande wa baba, ndugu upande labda wa biharusi au wa baba harusi, na mambo ambayo mara nyingi mtu akija ile kwenda kumuelekeza unaambia na wewe unatakiwa ukaa hapa. Kuna ambao waga wanakataa, unaweza kutama umeweka labda nyuma au anataka mbele. Sasa hii inakuwaje ikifika hatua kama hii? Kwa mtu mstaarabu ambaye anazoea mambo ya shughuli, mambo ya sherehe, anapowekwa ndipo anapokaa. Sidhani kama anaweza kasambia njoka hapa akatae. Kwa mtu ambaye anazoea ustaarabu wa sherehe, anapaswa, kuna sehemu kila mtu anajua nafasi yake. Kila mtu anajua sehemu yake ya kukaa. Sidhani kama panaweza kuwa ubishi wa kusema ukae hapa ukatae, haiwezekani. Kwa sababu kila mtu anakuwa ameandaliwa sehemu yake. Kwa sababu kama ni kuhusu labda umekaa huku mbele nyuma, wa mbele atakula, we usili. Unakaa hapa kwa sababu ya heshima, kila mtu ana heshima yake binafsi. Na chakula chochote ile atakaa mbele atakula na wewe pia wa nyuma utakula. Kwa inakuwa ni ukorofi sana tu, labda wewe unakuwa tu ni mkorofi ameamua kufanya vurugu, lakini penye tupo sisi lazima mambo yawe lele, mambo pambe. Na watu gani ambao mara nyingi sana wao wanawapa changamoto unapokuja kwenye sherehe kufanya kazi zenu? Waga wapi amani? Yani wanawaga wanasumbua sana. Watu wa aina gani? Yani sisi kiupande chetu, mimi naweza nikasema kiupande wetu sisi hakuna mtu anaweza katupa changamoto kutusumbua kwa sababu tuna kadi zetu. Kwa sababu huwezi kusimama kuja kuchukua chakula bila kupewa kadi. Ukija kwenye maandalizi yetu tumepanga mipangilio yetu, bila huna ile kadi, cheti yetu sisi wanakundi, ukija bila ile kadi tunakurudisha nyuma. Huruhusiwi, uwe nani wa familia, uwe nani, huna ile kadi huli. Ndio mipango tunayo sisi. Ni sheria zetu tumeweka kwa sababu tusiharibu. Hatujakupa kadi ya kusimama ya chakula. Hauruhusi kutusimama mbele kuja kupakua bila ile kadi. Unarudishwa nyuma. Kumbe watu wanakuja kwenye sherehe wanakosa, washindwa kula nyumbani kwao, wanakuja kula hapa kwenye sherehe. Sijui. Na unajua mtu akikuitika kwenye sherehe ni heshima, anakuwa amekusupport kikubwa sana zaidi. Lakini kuja na njani vizuri zaidi. Ni vizuri. Kwanza sherehe, ukialikwa kwenye sherehe utoke bila kula, inaumaga sana. Mimi nikiarifiwa kwenye shughuli ni siri, nasikitika tu sana. Kwa sababu nakuja nimesema naenda kula kitu ambacho nimemiss. Kama sikupata kile chakula roho inaniumaga. Na unamsema mpaka na mwenyewe. Sipendi kwenda kwenye shughuli bila kula. Raha ya shughuli utoke umekula. Mbona wenzetu wa Kristo na waga wasumbui sana, ni soda yao basi mambo yameishia. Hao ni mipango yao binafsi, labda ni uchoyo wao. Ni mipango yao binafsi. Sherehe mnakuja kusherehekea, mnakuja kula. Ndio hivyo, lakini sisi kama sisi. Mimi nikaenda kwenye sherehe, nikikosa kula roho inaniumaga. Kuna ambao mimi na waga unaona ile sahani ile. Mlima.
Sasa mtu atamaliza? Kuna wenye wanamaliza, kuna watu ambao wamejaliwa mashallah wana appetite zao. Anakula anamaliza, kuna wengine wanapaka kwa sababu ni israfu, ameamua tu kupakua. Vingi vinabaki sana. Hiyo nayo ni israfu. Vizuri ni mtu kipakua, pakua chakula chochote unajisikia kula, ukijisikia kumaliza maliza kwa sababu chakula kinakuwa kipo. Ila kuacha kwenye sahani inakuwa ni israfu. Inakuwa sio vizuri, haipendezi. Nyumbani ufanyagi hivyo lakini unakuja kujifanya mjuaji kwenye sherehe. Ndio hivyo, si amearifiwa. Ukipewa kadi kula. Okay, swali la mwisho. Tumekuja kwenye harusi hapa. Kwa upande wako wewe tayari au bado? Kiupande wangu mimi ni kama vile namaliza kwa sababu sisi tuko hapa tunapaswa kutoka vitu vyetu tumeona imekuwa vizuri. Tukamilisha kila kitu, tunatoka hapa kila kitu kimekamilika, mambo yamekuwa vizuri, tumekamilisha kila kitu kimeenea, tumehesabu kila kitu iko sawa. Tunajua kuondoka hivyo. Huwa tuachii kazi watu wenye wapo nyuma. Hii ni kazi yetu sisi, mwanzo mwisho inatuhusu. Na nadhani kwa namna ambavyo nikikutazama naona kama ndoa tayari na kwa upande wako. Tayari? Mimi kwa mtazamo wangu mimi mashallah nilioleka mashallah alhamdulillah. Ndio. Hongera sana. Kwa kifupi mimi ni mke wa mtu jamani. Nimeolewa tayari. Kuna vitu ambavyo nataka utuambie kama mke wa mtu. Tupate ka experience kidogo ili tumalizie. Kwenye ndoa huko. Ni kweli moto ni moto? Ni kifungo? Wanaongea. Unajua kwenye ndoa ndoa kwanza mwanamke, kila ndoa mwanamke ni stara. Mwanamke kustirika, mwanamke ukiwa na mume unakuwa umestirika zaidi. Alafu ukiingia kwenye ndoa ni changamoto haiwezi kakosa, ipo, inabidi sasa ukabiliane na changamoto yenyewe vile. Kwa sababu ukisema unavumilia, sisi wambu. Hamna shida. Piga popote pale unajisikia, ile usipigi, usicheze na uso wangu. Nivimbishe kiwiliwili lakini sura yangu niachie. Ndoa ina changamoto kubwa sana lakini ni subra, ni uvumilivu. Kuna ambao wanasemaga tena ndoa ni raha, wana enjoy. Kuna watu wana raha zao lakini hata uwe na raha utakosa ile karada dakika ndogo. Hautakuwa na raha moja kwa moja direct. Ndoa ina mambo mengi, ndoa ina siri kubwa sana. Hauwezi kujua kila mtu anapitia changamoto gani. Japo ndoa ina changamoto kabisa lakini ni subra, ni kukabiliana na changamoto zenyewe hizo. Na shida ambayo mara nyingi sana naonaga watu vijana wengi wanapata shida. Huko kwenye ujana wake amefanya kila aina ya baya. Ikifika sasa kwenye ndoa hali ya hewa inakuwa ni mbaya kweli. Kama ni mechi hazifanyiki kwa wakati, kama yani unakutana hana nguvu kabisa. Kwenye ndoa hii inasikiaga sana. Eti kuona nini? Kukosa. Yani unaona ni kijana kwenye ujana wake amefanya kila kitu, na maana kama ujana amemaliza, anaingia kwenye ndoa ameshachoka kachakaa. Sasa huku sasa kwa kazi ya ndoa iliyompeleka huku inakuwa haifanyiki vizuri. Ndio maana nimekuambia ndoa ina changamoto kubwa sana. Ndoa tesa mpaka upigwe, unyanyaswe, hiyo yote ni changamoto, lakini unakabiliana na changamoto zenyewe hizo. Kama ni kuhusu hizo nguvu nini na nini? Sio pale. Wameelewa. Yaani mtu ambaye kuelewa ameelewa. Maji mmeelewa hii? Eti ameelewa. Yaani ukiwa kama na mtu kama vile unaona kama mimi huku Kongo pashikiki mwanaume wangu ni hivi na hivi. Mbona tiba ipo? Mimi natibia hiyo. Unaona tiba? Ukiwa mtu labda wanaume wako ni hivi chali nini. Mimi ninatibu na dawa hiyo. Ukija mimi nakupea mambo yanakuwa mazuri. Unampa na kunywa au kuna vitu amwambia afanye? Yaani ukija kwangu kuchukua tiba na kuelezea kila kitu. Tiba hiyo ninayo na iamini 100%. Katutibu hata kidogo. Kwani wewe Katutibu hata kidogo. Nikutibu ukija kimatibabu, ukinifuata kama matibabu, nitakutibu kama vile umekuja kwenye matibabu yangu. Hapa tuko kwenye shughuli, tuko kwenye mambo mengine. Sawa. Kwa kile ambacho mimi sijauliza na nataka labda watu wakisikie ni kitu gani? Karibu sana. Kitu ambacho sijakuuliza lakini ungependa kabisa watu wakisikie. Kama nini? Wewe mwenyewe unataka kujisikia. Kwa mfano kama umesema matibabu, inawezekana watu wanataka tukufahamu, tukupata vipi? Ndio nakupa nafasi. Mimi na address. Natibu mambo mengi, nafanya mambo mengi. Wengi wao mimi wananifahamu, japokuwa sio mtu afahamiki na watu wote, lakini mimi watu wengi wananifahamu. Mimi address yangu
Tiba hizo mimi huwa nazitoa sehemu zote. Address yangu mimi natumikia Babara 9. Babara 9 namba 4. Una mambo yanakusumbua nifuate. Okay, akija kama ni kamba isimame. Nampa. Unamsimamishia. Nampa na iamini. Okay, bana shukrani sana. Afwan. Tosha. Habari kwanza za jioni. Salama. Uko vizuri? Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu. Na uko upande wa pili uko vizuri? Uko poa alhamdulillah. Poa kabisa. Poa. Mpole sana. Kawaida. Acha tuanzie huku, unaitwa nani? Naitwa Sabrina. Sabrina. Mbona jina majina zuri sana. Asante. Upande wa Naitwa Ines. Ines. Jina zuri hili. Watazamaji mnasema jina kali hili. Utaniambia hapa. Haya. Sabrina. Sherehe umeionaje hii hapa? Nataka uniambie ukweli, usinifiche chochote. Kabisa. Sherehe imepita salama. Ilikuwa sherehe amazing. Yaani sherehe ilikuwa nzuri. Kilichokufurahisha zaidi ni kipi? Nimefurahi sana. Kila kitu kimenifurahisha. Yaani siwi mnafiki. Kila kitu kimenifurahisha kiupande wangu mimi. Na nimeambiwa chakula kilichobaki wewe ndio umekiminya sasa hivi. Uko nacho, kuna sehemu umekiweka. Ndio nimeambiwa. Ukinitizama kwa kweli, kuna chakula niona ndani. Sisi nimeambiwa umekiweka sehemu. Hapana, kwa kweli hatuwezi fanya hivyo sisi. Hatujafunzwa hivyo. Sherehe umeionaje? Sherehe imekuwa tamu, imepita salama. Tumeenjoy kwa ukweli. Na nani amekufurahisha zaidi? Kila kitu kilikuwa kizuri kabisa. Mambo yote kwa matamu. Umeona bi harusi hapo? Bi harusi wetu kapendeza, ni mzuri. Sana. Kweli? Sana kabisa. Unatuongopea, mimi naona kama unatuongopea. La, unafiki ni mzuri. Sawa. Okay. Tuambie kitu kingine ambacho tunatakiwa watu wakifahamu kwenye upande wa namna ambavyo mnakoga mnatoa huduma ya chakula. Malalamiko yanakujaga kwenu. Hebu malalamiko ya kwanza, wananchi wanasema hivi, waga mnawapangia wakati chakula ni cha kwao. Sisi tunapangia mtu kipindi tutaki vurugu. Sisi hatupendi malalamiko. Ndio namchagulia kanyama kadogo? Hatuwezi mchagulia nyama kadogo, vitu ni vya kwao. Yaani nyama ni kadogo. Wewe nyama ziko nyingi pale, wewe tunamchagulia. Yaani sisi tunafanya jinsi walivyotuletea. Kama wetuletea nyama ndogo tunawapa ndogo, tuletea nyama kubwa tunawapa kubwa. Sisi hatupendi malalamiko. Okay. Na kingine mnalalamikiwa mtu akichukua nyama ya kusija ukaanga kupika haiwezekani, mnamkatalia. Kwa harusi leo umeenjoy. Ilikuwa tunapata nyama tofauti, kula mkeke utakula na kuku. Nyama zote zimekuwa na kila mtu akachukua hata mbili, umeenjoy kweli. Sasa hao ambao wanaongea hivyo wanakuwa wanatoa labda tunajua kama watu wakusaidia kuongea. Ila kwa kuenjoy harusi mambo yamekuwa lele. Sasa chakula kilichobaki mmekipeleka wapi? Chakula kipo kama mmekificha. Hamna, tutakipewa wapi? Okay. Sasa kuna kitu kingine ambacho mara nyingi sana kutokana na hilo swala unaweza kusema mara nyingi sisi watu tunaenda sisi tunavyotupa maagizo. Mwenye harusi akituagiza tufanye hivi, sasa tunaenda hivyo. Alituambia tufanye hivi, sasa tunaenda hivyo. Sasa ndio anaagizaga kanyama kadogo kana kuna ambao mnapewa kaji na wahusu, sio sisi. Wanakuwa kadogo. Kata ndogo zetu tunapana ndogo, ikata kubwa tunapana kubwa. Sasa ndio unaga chakula kinawaga kingi sana na kingine mara nyingi kinabakiaga. Sasa hiki ambacho kinabakiaga watu wanaulizaga ule kinaenda wapi hiki? Kinarudi kwa mhusika, mnakirudishaga? Yaani sisi tuko kwenye service huwa tutizami mambo ya jikoni. Sisi tuko pale kuwahudumia watu. Mambo ya jikoni sisi hayatuhusu. Sasa muulize wapigaji huko, maana sisi haituhusu. Kuna swali lingine ambalo nimeuliza hapa. Kuna wamama wa familia bi harusi anaweza akaja pale alafu ukao kidogo mwambia na utaratibu ni moja mbili au nijui mimi wewe mimi mtoto fulani mimi mama fulani au nijui naambia wewe unafanya nini pakitokea hivi unafanya nini? Kwa siku ya leo kutokea kila mtu amejipakulia nafasi yake, wameenjoy kabisa. Kila mtu amejipakulia, amejihudumia kisi mambo yalivyo. Lakini waga inatokea hii. Mara nyingi inatokea kwa wale Waswahili. Hapo ndio matamu. Waswahili wana nini?
sio hivyo. Unaona mambo ya hivyo, huwezi kunatizama huyu ni mama fulani. Kama uko kwenye kazi ni kazi. Hatutizami huyu ni mama fulani au huyu ni fulani. Muda wa kazi ni kazi. Na nataka niwatajie watu ambao, kuna watu ambao wanakuaga wanasumbua, labda tuseme, kwa sababu watu wa Buyenzi mnawafahamu, watu wa Buterere mnawafahamu, watu wa Chibitoki, Makamenge, wapi na Kanyosha. Watu gani ambao wakija kwenye sherehe hali yao inakuaga inabadilika, wanasumbuaga, hata kuja kuchukua chakula pale ni mtihani. Katika sherehe usumbuaji huaga ukosi. Kuna mtu anaweza akaja, umemshampa chakula, umempa kinywaji, ila aridhiki na alichopewa, huwa anapenda tena arudi. Sasa sisi hapo ndio maana katika kundi letu ndio tunapanaga bujeto. Yaani ule bujeto tunapanda kwa sababu hatutaki ule usumbufu, umekuja mara kwanza urudi mara pili. Sio uchoyo, ni ratiba. Sisi tunaenda na ratiba, tunaenda na muda. Sasa ina maana mkishampa kale kajeto arudi tena? Hawezi kurudi. Atarudi tena, ashapata jeto na tushamrudishia. Mnauga mnakariri watu wote, lakini na mishagaona uoga mnakariri sababu mtu akirudia pale mnamjua. Kwa sababu unaona tuko watu wengi katika kundi letu. Kuna naika anasimama katikati ya watu, kuna wale wenye kule kwa kule. Sasa ule anapatia watu majeto, huwa anawatizama, anawakariri. Anajua huyu amepewa, huyu hajapewa. Ukipenyeza tu humo njoo huku bado hujafika. Hapana, tunakurudisha nyuma. Hivyo mwagi mnasikia aibu kweli unapomrudisha mtu anakuja? Hapana, hii ni kazi. Katika kazi hamna aibu. Ukiwa ni kama vile ukiwa kazi inabidi uwe serious na kazi uliyokuwa ndani. Kama uko kazi ni kazi, unabidi uwe serious katika kazi yako. Usije ya watu. Tumalizie sasa swali la mwisho. Tayari tumekuja kwenye sherehe za watu. Nyie tayari au bado? Sisi bado. Bado hatujajipata. Mnasubiri? Hatujajipata. Hakuna kitu manificha wamesema. Hapana, unaona sisi bado, unaona kupata mwanaume ambaye iko serious ni vigumu sana. Kwa mchumba? Amna. Kupata mtu iko serious ni vigumu sana. Ni vigumu sana. Anakuwa iko aje na sura gani? Unaona kudate na mwanaume mpaka mnafikia malengo ya kujua kuoana. Kupata mwanaume kama ni wachache sana. Kwa sababu wanaume wa kisasa, wanaume wenye hawapo serious katika mapenzi. Yeye anakuja iko na malengo fulani. Nikimaliza malengo yangu nitaondoka. Sasa kupata mwanaume mnakaa, mnavumiliana kwenye shida na raha, mnakuja kuja kwenye ndoa. Lakini kuna simu ambazo mnazikataa, mtaki, ambao wakiwaandikia namba mpya, nani kakupa namba yangu? Unalalamika. Sunaona ndio hivi siku ni wanakuwa na tabia kupokezana. Lakini hakuna namba ambayo wewe mtu akikuandikia safi. Safi kwa jua atanambia namba yangu ameitoa wapi? Kwani unauliza wakati inaonekana wanaume ni waongo sana. Wewe sio tu kuamini. Umeitoa wapi? Namba yangu umeitoa. Ndio inabidi ujope ulivyotoa namba. Kwa sababu kuna mwingine huwa anasema ule mwanamke ni wa kila mtu. Chukua na wewe namba upime bahati yako. Ndio jinsi wanaume walivyo. Ndio. Wanaume mnanitia aibu. Wanaume mnanitia aibu. Mungu wangu we. Wanapeana na? Ndio. Mmeshawajua. Tunawajua sana nyie wote mlivyo. Nawe pia ukiwemo. Mimi na shukrani sana, mmenipa siri ambayo nilikuwa siifahamu kwa kweli. Kwa kumalizia, hebu tuambie kuhusiana na kundi lenu. Ni kundi ambalo watu wanaruhusiwa kujiunga au bado mmemaliza kabisa? Kundi letu watu wanaruhusiwa kujiunga, lakini yani unakuja na kwa sababu kundi letu lina malengo. Kundi letu la kusaidia watu mayatima, wasiojiweza, wajane. Nini mambo mengi. Yani ukitaka kujua kundi letu unakuja, yani kila mtu anakaribishwa. Kufuata viongozi watamwadithia kila kitu. Ni kundi nzuri sana. Na kuna watu wa mama watu wazima, baba watu wazima ambao ukiingia kule
Usio labda ni vijana nyinyi mnakuwa mnaongea mambo ya vijana. Na mama wapo, wa baba wapo, nao tunakukaribisha karibu, na wengine wakaribishe karibuni. Mimi nitakuja Karibu sana. Shukrani sana mama. Afwan. Okay. Habari za jioni. Salama. Upo vizuri? Mezeneza. Vizuri kabisa. Ndashimimana. Unaitwa nani? Naitwa Ashura. Nani? Ashura. Tumewaona pale mkiwa mnatoa huduma za wapa watu chakula na nini. Hivi huwa mnapata changamoto kweli wakati mnafanya hivi? Changamoto tunayokumbana nayo tukiwa tunafanya hizi service inakuwa ni pale kwa mama. Kuna mama unaweza kumwelekeza, unamwambia mbele ya kupakua chakula unapashwa unawe, lakini kuna wenye wanakuwa ni wakaidi. Hiyo ndio changamoto kubwa tunakutana nayo. Na wewe ukishatokea kama hivyo wewe unafanya nini? Mimi kishatokea kama hivyo inafikia na nibidi niwe mpole, nimwelekeze, namwambia unapashwa unawe kwanza and then ufukona pakua chakula. Na inafikaga mpaka mahali anasema mimi wewe unijui mimi ndugu yake na mimi ndio mama sio shangazi. Anaweza kusema hivyo. Unaona, akishasema hivyo na hii ni kazi, unafikwa inabidi umrespect, umuoneshe kama chenye anachokitaka unaweza ukamfanyia. Ndio. Na sherehe kwa umeionaje hii sherehe kwa namna ambavyo wewe umeenda kwenye sherehe mbalimbali, hii hapa umeionaje? Hii sherehe iliandaliwa kabisa. Kwa maana maandalizi yao ilikuwa ya kitofauti. Chakula kilikuwa kingi, watu waliitikia. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Na ukitazama sherehe zingine ambazo mshagaenda kutoa huduma huko na hii hapa unaweza ukaipa asilimia ngapi au unaweza ukaipa pointi ngapi? Hii naweza nikaipa asilimia 95% kwa sababu walijipanga kwa kila kitu. Kila tulichowaambia walikitimiza kwa wakati. Hicho ndio cha lazima. Kumbe mnakuaga na vitu vyenu ambavyo mnawaambia wenye sherehe, fanyeni hivi ili sherehe ende vizuri. Ndio kabisa. Kama nyinyi mnakuwa mnapenda kuambia vitu. Kitu cha kwanza tunakuwa tunawaambia wazingatie muda. Muda ndio kila kitu. Na swali la muda watu linatusumbua sana sisi wa Afrika. Na ikitokea sasa muda wamekuja tofauti na muda, wao sana mnabadilisha ratiba kama kawaida. Ikitokea hivyo inafikia inabidi tuikae kama kamati, tutizame ni kipi kilichotokea haswa. Okay. Na ukiangalia pia na wale ambao mnafanya kuna waga wasumbufu na kuna waga ambao wako vizuri. Hivi kama mmekutana na mtu ambaye ni msumbufu, huwa kawaida mnafanyaje? Kwa sababu wasumbufu wanaweza kutana hata ni mkali, wanawafokea nini vitu kama hivi. Tukikumbana na huyo mtu kama huyo, kitu cha kwanza unapashwa umsome ni mtu wa aina gani, kwa sababu hii ni kazi na hatuwezi tukaharibu kazi yetu kwa sababu ya ule mtu. Itabidi kama sisi tujishushe, tumuoneshe kama yeye iko na uwezo wa kufanya kile kitu ili tulinde CV yetu. Na mimi kwa utaalamu wangu, kwa experience yangu ambayo nimejaribu kuja kwenye sherehe tofauti, nimeona watu wengi wa Buyenzi ndio wanafanya sana sherehe. Sijajua sasa watu labda wa Kamenge, Buterere, sehemu Kanyosha huwa hawapendi kufanya sherehe. Hii inatokana na nini? Sio hawapendi, lakini inatokana na budget. Watu ambao unakutana wewe, wao wanataka tu mambo yawe kitu kadogo iishie hapo. Buri muntu wese akora ikintu bitewe n'ukuntu aba yagiteguye. Nuko biba bimeze. Na wewe kwa mtazamo wako ukisema bwana nakushauri, amekuja sasa nataka kitu kwangu kadogo au mimi nina hela, unanishauri nifanye kitu kikubwa, wewe kwa upande wako unaweza kupenda afanye nini? Naweza kwanza nikamsikia kwanza ule mwenye kile kitu anahitaji nini, kwa sababu ule ndo bosi. Yaani mimi naweza nikaenda kutokana na matakwa yake, ili usivunji mipaka ya kila mtu. Anakuwa na limit ya vitu wenye anavyovitaka afanye. Kuna mwenye anataka mambo makubwa na iko na pesa, na kuna mwenye anataka mambo madogo na iko na pesa. Hapo unatizama mwenye sherehe anahitaji nini, ndio kitu cha muhimu cha kuzingatia. Na tumalizie kwa hiki ambacho watu wanaolewa na watu wanaoa, ndio. Lakini kuna sherehe zinakuwa tofauti. Hivi sherehe inakuwa inamaanisha wale watu ambao wanakwenda kuolewa wataishi hivi na hivi. Kwenye sherehe unaweza kaona kwa mfano sherehe kama hivi ni kubwa, gharama kubwa. Hii inaweza kukupa maana kwamba hao watu watakwenda kudumu kwenye ndoa? Hapana, hicho ni kitu mtu kwanza anapaswa aweke mwakili. Ukisema umeshika uamuzi wa kuolewa, unakuwa ulishajua nini maana
ya ndoa, kwa sababu ndoa sio umri, ndoa ni akili. Unavisikia juu ukisema ngo mtu alifanya sherehe kubwa ndo mwenye atadumu, sio kweli. Ni watu wengi tulishawahi kushuhudia waliolewa kwa mahari nyingi, lakini ndoa zao zinavunjika. Kutokana na nini? Hawana uelewa wa nini maana ya ndoa. Ndoa inatakiwa uende ulishajitambua, unajua ni nini kilichokubeba mle ndani ya ndoa. Na kuna watu ambao wanasemaga kwamba ndoa ni kifungo. Unakuta mtu mwanamke kabisa anakuambia mimi siwezi nikaolewa kwa sababu nitafungwa, eti nitakuwa sina uhuru. Hapana. Kwanza mimi kivyangu gisi ninavyoielewa ndoa sio kifungo. Ndoa naweza nikasema ni stara kwa kila mwanamke. Kama we mwanamke utajitambua, ndoa ni stara, ni heshima pia. Na hii hapa hii ambayo unaizungumza naonaga mara nyingi sana mtu ambaye ameolewa ni tofauti. Unapokuwa hata unatembea barabarani, wanavyokuchukulia ni tofauti na mtu ambaye hajaolewa. Vinatokana na stati yako gisi wewe ulivyojijengea katika society ya watu. Okay, kwa kumalizia tunataka tuwape labda kanasa kidogo kwa wale ambao wanatarajia kuolewa, kwa sababu kuna wengine ambao wanatufuatilia sasa hivi wanataka labda kuolewa au kuolewa. Kwa namna ambavyo unafahamu ndoa au kwa vile ambavyo umeshaona, kitu gani ambacho unaweza kuona wazingatie kitu gani au unawashauri kitu gani? Kitu cha kwanza naweza nikawashauri mabinti, ukitaka kuolewa tambua kwanza nini maana ya ndoa. Na katika ndoa unaingia, ulienda kwa kuonekana au unaenda kwa nia ya kujenga. Ukishatambua nini maana ya ndoa, nadhani utakuwa mwelewa zaidi. Shukrani sana kwa muda wako. Kuna cha kumaliza? Afwan. Habari kwanza jioni. Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vizuri kabisa. Niko fiti. Kwa wale ambao hawakufahamu ama tutazama sasa hivi, kwa majina unaitwa nani? Mimi naita Lavi Musa, Mama Lavi, mba mdogo wa baba harusi. Mba mdogo wa baba harusi. Maarufu Buyenzi nzima. Hakuna Lavi kama sio kwa mimi ndio Lavi. Na wananijua kwa mambo mazuri. Inshallah. Okay. Na sherehe kwa sababu iko upande wenu hii sherehe. Nataka kufahamu hiki ambacho kinafanyika hapa ndio kile ambacho kama familia mlisema tunataka sherehe yetu iwe hivi, au kuna namna fulani ambayo unaona kama hapa kuna kitu hakiko sawa? Labda nataka kusema si mnafiki. Upande wangu alhamdulillah, gisi mtoto wangu alivyotarajia gisi kitakuwa ni hivyo hivyo, hakuna kipengamizi. Wenda wenye wapendi baba harusi au wapendi mama harusi, watu wote watakuwa kitu kimoja, lakini kwa gisi tumepangilia siku kama wenye harusi vile vile hapa kubadilika kitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbona kama hela nyingi zimeenda sana hapa sherehe imegharimiwa sana hela nyingi na watu ni wengi, alafu watu wa maana kati ya baba harusi mama harusi wote wana uwezo. Kwa hiyo kama unataka kufanya kitu kizuri katika si wazazi, tuwafurahishe wenzetu, watoto zetu, familia, wajirani waone kama hichi kitu kiko tofauti na vingine. Bimaana mimi mwenyewe kwanza nimependa. Mimi nimetoka Dar es Salaam hivi na miaka 5 ndio imefika. Kwa upande wangu naona kama ni kipya. Alhamdulillah rabbil alamin. Toka nimekaa Buyenzi hii sijawahi kuona sherehe kama hii. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala wape nguvu tu ya kutafuta zaidi ya hivi, na wajalie watoto waekane wazikane. Maana unajua ujumbe hii siku ni hatari sana, lakini alhamdulillah hapajaribika kitu. Kwa mimi nafurahi zaidi ya kufurahi, sikufiche. Alhamdulillah. Na vijana wengi tunaogopa kuingia kwenye ndoa, vijana wengi tunaogopa sana. Sijui tunaogopa nini, lakini wengi wetu unasema kwamba ndoa kuna ugumu sana, ndio maana watu tunaogopa kuingia kwenye ndoa. Ndoa haina ugumu. Ndoa ina mambo matatu tu. Mambo matatu. Labda uwezo hauna wa kuoa, hauna nguvu za kiume. Kwa sababu ndoa ni nguvu, ni suna katika suna zote. Unaona? Labda sijui kama unamogopa nani, sijui. Yani ndoa ni kitu kimoja, ni suna. Katika suna mimi niko kwenye ndoa miaka 25. Hakuna yenye sikupitia mpaka unaona hivi. Yani ukifikia kijana wote mwanaogopa ndoa, basi ni mjinga. Ikishafikia wakati wa kuoa,
Oa tu. Hadi kuna wengine wanasikia majukumu kutoa labda ile rasio, wanaona hii mbona kama ni ngumu sana hii. Kwa natoa hela kila siku. Unataka upate rasio ya ngapi kwa siku? Mwenyezi Mungu anasema chochote unachokipata ndicho utatumia. Ukitaka kula sawa sana, ukipata na uwezo wako, kuleta makubwa. Wewe kikubwa tu muombe Mwenyezi Mungu, umpende mke mwenye anayekupenda. Wallahi ukimpata mwanamke anayekupenda katika ndoa, alhamdulillah, chochote che mtafanya kitakuwa sawa sawa. Ila ukipata mwanamke asiyokupenda, utababaika kwenye ndoa. Ataona hata 10,000 ni ndogo. Ila mwenye anayekupenda ataona hata 2,000, 3,000 ni nyingi kwa sababu nampenda mume wangu. Na kitu kingine ambacho kweli vijana wanaoga naharibisha nguvu zao kwenye ujana. Hichi ni kitu ambacho akipingiki, na akiingia kwenye ndoa huku wanatuaibishaga sana. Unakuta hata kwenye mechi hali ya hewa ni mbaya, nyanga. Hivi kuna namna ambavyo unaweza kuwashauri kweli kwa wale ambao labda huenda nguvu zao ni kidogo, wanatakiwa wafanye nini ili kujirudisha kwenye hali yao hii? Kwa kweli labda tu wanataka kawaonea tu imani, kwa sababu sisi tushapiga mambo mengi, wanisogelee. Okay. Wenda naweza kupatia ushauri kidogo kutokana na hiyo hali. Tukaungana, ni sehemu ya siri, ni vitu ya siri. Ajitoe kwenye mazingira mabovu. Unajua ukificha ugonjwa mauti kumuumbua. Mimi kama anataka anisogelee, tumpe fursa na dawa, hamna shida. Inshallah. Basi tunashukuru sana kwa muda wako. Alhamdulillah. Kuna president, habari ya sasa? Salama kabisa. Wale ambao kufahamu unaitwa nani? Naitwa Saidi Clayton. Na ni kiongozi wa kundi lenu linaitwaje? Kundi letu inaitwa The One People Family. Na nimewaona nyie ndio mmekuwa mnatoa huduma hapa katika hii sherehe. Nataka kujua kitu gani ambacho labda kilipelekea mpaka leo tunaona siku ya kama labda ni mikataba yenu ambayo ilikuwa mizuri. Kitu gani ambacho kimefanya mpaka leo mnakuwa mko hapa? Kitu ambacho kilifanya tulikuwa hapa ni mkataba ambao tulisaini na msimamizi Mama Ibra, mama mwenye mtoto mzazi wa hapa na baba yake. Walitutafuta tukafanya mkataba, tumshomamia katika harusi yake hii. Tulikuwa kama miezi miwili tunajiandaa hii harusi. Miezi miwili tunajiandaa hii harusi yake. Kwa kweli Mwenyezi Mungu alisaidia, harusi tulishimamia kama kawaida, tulipambana na changamoto zile ambazo zilikuwepo. Mashallah, tulitimiza kile ambacho wajibu wetu wa kazi yetu kama kawaida. Inshallah mambo yalikuwa sawa. Okay. Na changamoto labda ambazo mmekabiliana nazo hadi tunafikia hapa. Maana vitu vizuri ambavyo tunaviona hapa haviwezi kaje tu hivi. Kuna njia ambazo mmezitumia. Njia ambazo tulitumia mifumo mizuri sana. Tulitumia mbili. Tulitumia buffet 2. Kwa wanaume tulitumia buffet 2, kwa wanawake buffet 2. Zilikuwa buffet 4. Ili tuseme watu walikuwa ni wengi, walikuwa zaidi ya watu 500. Tukasema tutumie buffet 2. Yaani katika kutumia buffet 2, vitu vilikuwa birahisi na vitu vilikuwa haraka. Tulikuwa tunashimamisha watu 20 kila upande. Upande wa wanaume watu 20, upande wa wanawake 20. Ndio maana hakuna changamoto ambayo yote tulipata kutokana na uzoefu wa kazi ambao tunakuwa nayo kwa sasa. Okay. Na kuna sherehe nyingi ambazo watu waga tunaenda, sometimes inatokeaga, sio labda inawaga wamepanga, lakini inatokeaga mpaka kuna baadhi ya watu wanaondoka bila kula. Sasa hiki huwa kinasababishwa na nini? Kwa upande wenu nyinyi huaga mnajiandaa vipi ili watu wasiondoke bila kula? Kwa kweli hii vitu mimi na uzoefu ninavyo mingi sana. Nina miaka kama zaidi ya 10 na uzoefu hiyo mambo kama harakati zote. Yaani mimi katika harakati zote na kuaga ni mtu ambaye anakuaga na buni na natizama gisi jukwaa lilivyo. Ndio maana mimi sipataki changamoto sana, kwa sababu nina utaalamu sana katika haya mambo yote, katika harusi, sherehe zote zile. Ndio maana mimi nikishimama katika sherehe yako utafurahi kwa jua natizamaga jukwaa na najua kisi ya kujipanga na watu wangu. Sawa. Na kuna kitu ambacho mara nyingi sana watu waga wanakilalamikia, watu ambao wanakuja pale kuchukua chakula, kwa sababu nyinyi mnaoga mnatoa ile huduma yenu pale, kama labda sijui inakuwa labda ni makubaliano na mwenye harusi au nyinyi wenyewe mnakuwa tayari mmesema hivi watu 500 tutawapa labda mtu nyama moja au tumpe kitu kimoja. Hii inasababisha na nini mpaka pawe kadiri ya kitu, sio isiwe mtu kujichukulia? Ndio maana tunapendaga pasui vurugu. Tunatumiaga tumakadi ambayo tunapana. Tunakadi tunapanaga hubu kati unaitwa jeto. Tuna jeto zetu. Katika jeto tuna jeto 100. Tunatazamaga harusi inagharamia watu wangapi. Afu hizi jeto ambazo tunazozipana, tuna mifumo 5 ambayo tunatumiaga. Ikiwa watu wengi tunatumia jeto. Ikiwa watu ni wadogo tunatumia ngine mfumo wa kuwapatia
masahani. Ile tu hapa si furugo. Yaani ukifika pale unakutana sahani ni 10 tu. Yaani tunasimamisha watu 10 wanakutana sahani ni 10 tu. Pakikuwa kuzidi na kosa sana. Yaani sahani iko wapi? Tukamewa rudi nyuma. Utaratibu katika utaratibu tulitumia. Tunaona kuna ukorofi fulani au kuna ujanja fulani. Ndio tunatumia mfumo kama huyo. Lakini tumtumia mfumo wa jeto. Tuna watu ambao wanajiheshimu, watu ambao tunaona hawa hawatakuwa vurugu. Ndio maana tunatumia jeto. Ndio maana. Okay, na kitu kingine ambacho kuna mtu ambaye huwa anatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii aliuliza hivi kuna sherehe ambazo chakula kinaoga kingi sana. Sasa watu wamekula mpaka kimeshindikana. Hivi kile kilichobaki huwa kinakwenda wapi? Kile chakula ambacho kilichobaki tunamkabidhi mhusika. Okay. Kama hivi kuna chakula kilibaki, chakula kilikuwa kingi sana, mpaka kikabaki. Tunasubiria mhusika malize, tumkabidhi chakula chake kiko tayari. Tunamkabidhi chakula kiwa kidogo. Kuna mfumo tunatumiaga ya kijiko kimoja kwa kupakulia mtu. Tunaambia bwana, hapa system ni aje. Ni kijiko kimoja cha wali, kijiko kingine tunatumia kijiko kimoja ili chakula kienee. Ili watu waenee, wasikie mtu anasema mimi nimekula. Japokuwa sio kingi, ile kidogo lakini karizika nacho. Hatuji kushiba hapa. Tunataka kusherehekea tu ndio. Okay. Na tumalizie. Naambia kuna sherehe kwa upande wako ninyi mmekuwa miongoni mwa watu ambao mmeandaa. Kwa upande wako sasa wewe unaionaje? Umeridhika na haya ambayo mnayaona hapa au kuna namna fulani ambapo imeenda tofauti na jinsi mlikuwa mmepanga? Kwa kweli mambo yameenda vizuri. Tulifurahia sana. Tulipendelea sana, mipangilio ilikuwa vizuri. Kapangilia vizuri kabisa, kila kitu kilikuwa sawa. Bana kilienda gisi ambapo tulikuwa tunasema tutakisimamia. Mambo yote yameenda vizuri kabisa, tunashukuru Mungu. Alhamdulillah. Baba vipi bwana? Poa kaka. Na John hizo vizuri? Alhamdulillah. Umeshiba bwana. Kwa kweli namshukuru biidhnillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli. Hebu niambie wale ambao wakufahamu wanakuita nani? Kwa majina maarufu naitwa Brighton. Brighton. Yaani maana ya Brighton ni jina la kubrush. Okay. Ukiona mtu hana jina lile lenye halibrush basi hilo sio jina. Tafuta hata kama una mpenzi. Tafuta mpenzi ambaye ana jina lile la kubrush. Hata kipindi ambacho mko sehemu akikuita Brighton basi unasikia mahaba yanazidi kuongezeka. Okay. Sehemu gani hiyo ambapo unaisema? Sehemu zipo nyingi, unaweza kutoka na mpenzi wako bichi au katoka sehemu zingine tofauti. Anaonekana mpenzi anajisikia huru. Hata akikuita mbele za watu anakuita tu neno Brighton, unasikia raha. Hebu niambie kwanza, hivi wewe tayari au bado? Tumekuja kwenye sherehe za harusi, wewe bado au tayari? Kwa kweli mimi tayari. Mwaka na nusu sasa. Hongera sana. Mashallah. Hakuna kuongeza. Na nasema ya kwamba nampenda mke wangu sana. Okay, niambie kwa sherehe umeionaje ndugu yetu hii hapa, sherehe umeionaje? Kwa kweli sherehe wanakuambia leo ni leo, msema kesho ni Mungu. Kwa kweli sherehe leo imependeza sana. Imeikaa sawa sana. Kwanza moja ni Mungu. Pili, wenye sherehe wamejipanga kisawa sawa. Ukishachunguza decoration mpaka harusi inafika hapa, zaidi ya milioni 50 zimeshaanguka. Yaani hivi niko nazungumza tunaelekea kama milioni 100. Yaani namba ya kupelekea mpaka useme milioni 100 na tunakoelekea. Kwa sababu nikiangalia decoration yenyewe hata milioni 50 imechukua. Kwa wale ambao wanafahamu vitu, milioni 50 inaweza kaenea exact kutokana na mambo kama haya. Na ukiangalia kwa sababu sherehe imeanza mapema sana, watu wamekula wamesizi sana. Kwa kweli watu wamekula na hakuna ambaye hakukula. Ukiona mtu anafanya sherehe alafu watu wakakosa kula, basi ujue huyo mtu mchoyo. Na kama unajua wewe unataka kufanya sherehe, basi jipange sawa sawa. Unajua na hizi siku kumekuwa na malalamiko mengi. Watu wanakuwa kwenda kwenye sherehe awali. Yaani unakuta chakula kimegawiwa mpaka watu wamekosa wengine. Haiko hivyo. Hiyo yote inatokana na grupe letu la The One People Family. The One People Family ina organization kubwa sana. Hii The One People Family ukijaribu kujitafutia grupe kama hili lidi ya kukusimamia harusi yako, basi mambo yanakuwa mazuri sana. Okay. Na mimi kwa gisi namna ambavyo nimeonaona hapa, watu wamependeza sana kwa kweli. Hivi waga mnashauri sherehe wanatakiwa watu wavae kitu gani au waga unawaachia tu wao wafanye mambo yao wanavyojisikia wao? Hapana, hatuwezi tukawaachia kwa sababu
kama tunaona sisi tunakuja tunakodeshwa, yani tunalipwa. Hatuwezi tukaja kwenye sherehe kama hatujalipwa. Kama labda wanawaonyesheni tunataka moja, tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi. Hivi hakuna siku ambayo mnakuwa labda mnapishana kwenye makao, labda kwenye makubaliano labda au kauli baya mwenye sherehe nataka hiyo hivi, lakini unaona mwambia professional ni hivi. Lazima kwanza upende. Maana kitu cha kwanza tuna uniform ambazo ni za group. Alafu kitu cha pili tunajiweza kwanza. Tuna magari. Umeona? Sasa ukishakodesha watu ambao wana magari, lazima wewe umejikaza mfuko. Okay. Kwa upande labda tuseme kwa upande wa biharusi na upande, maana ndoa tunaambiwa hapa zilikuwa ndoa mbili. Nataka nifahamu wewe kwenye sherehe hizi, wewe unamfahamu nani? Nani rafiki yako, nani ndugu yako wa karibu, au nani ambaye unamfahamu zaidi hapa? Ili utupe umbea wake. Kwa kweli bila kuficha, bosi hapa ni bosi, namuita bosi kwa sababu Heads Ibra ni kampuni ambayo sisi sote inatujongeza katika ufanyaji wa biashara. Sasa ukishachunguza harusini hapa, wafanyabiashara walikuja wengi sana, hasa wale wenye wanauzisha vitu vya kinkaleri, ndo mabosi wa hapa. Ndo kwa maana unakutana sherehe imegharimu pesa nyingi sana. Fanya umafia kwenye umafia. Ndio, madiaspora walikuwa wapo wengi sana hapa na mpaka sasa wapo. Okay, na kwa kumalizia sasa, kipi ambacho unashauri kwa wale ambao wanataka kufanya harusi? Wazingatie nini hizi sherehe, wanatakiwa wawe na nini ili wasitwaibishi mbele ya safari? Kama unahitaji kufanya harusi kama ndugu yangu, Muislamu au sio kuwa Muislamu, kitu cha kwanza ni kumwamini Mungu. Kwa kuwa bila Mungu hakuna kitu ambacho kinaweza kukamilika. Wanakuambia siku zote kali moja haliwezi likauwasha moto, ila makaa yanapokuwa mengi basi moto unaweza kuwaka. Aidha, jeshi la mtu mmoja siku zote haliwezi likapambana vita likaiweza, ila majeshi yanapokuwa mengi basi jeshi linaweza kupambana hata ziwe vita ngapi. Kwa hiyo umoja ni kitu kikubwa sana. Utakapokuwa na umoja na utakapokuwa naishi na watu vizuri, huwezi ukakosa watu bana. Kwa hiyo kila kitu ni watu na kila kitu ni Mungu. Jifunze sana kuishi na watu. Hivi zipo sherehe ambazo uwaga unaalika watu wanashindwa kuja. Sherehe moja watu lazima waje. Kwa kweli zipo nyingi, na hiyo inatokana na wahusika wenyewe. Kuna mhusika mwenye ametoa kadi takriban zaidi ya 500. Anapiga chakula kingi lakini anashindwa kualika watu. Kwa hiyo waite hata watu wa barabarani wapate ile riski. Kama Mungu amekujalia, ita hata watu wa barabarani, hata wale ambao sio sema nao, waite ili mradi waje wafurahi sherehe. Shukrani sana kwa muda wako. Kwa kweli nafurahi sana, bila kusahau kama wewe ni mtoto wa mjini, usisite kujiunga na grupu letu la The One People Family. Linalenga sana vitu vya kusaidia mayatima, wagonjwa na wasiojiweza. Kwa hiyo usisite sana kujiunga nasi. Kuingia kiingilio bure kabisa. Ila kitu cha muhimu ni hii t-shirt. Inauziwa franga 45,000. Kama unataka kuitengeneza heri, karibu na sisi. Hivi ambavyo tunafanya ni accessoire. Ni vitu ambavyo ni service ambayo iko nyuma ya kazi ambazo tunazozifanya, kazi za kumtumikia Mungu. Kwa hiyo karibu nyote, tunawapa karibu na asanteni. Bila kuwashukuru, ukitaka mariage yako iwe bien, ita kampuni inaitwa Platform. Ni kampuni nzuri sana, wanahoji vizuri, wanafanya kazi vizuri. Ili usisite kufanya mambo yako, pigia tu kampuni ya Platform, watakufanyizia mambo yako fresh sana. Shukrani sana kwa muda wako. Naipenda sana Platform kwa sababu inafanya kazi vizuri sana. Tunaifuatilia mitandao yote, harusi nyingi sana za kishua wanapatikana. Usiogopi bei, kubali vitu vyako vipendeze. Asante.
Bwana, ndugu mtazamaji wa Platform Show, kama nilivyokuambia, kubali vitu vyako vipendeze. Tuite Platform Show ili tuhakikishe sherehe yako ndugu wote waliopo duniani waweze kuifuata na kuielewa.